Na ripoti ya Tatu Abdal inanipa nafasi ya kuelekea katikati mwa Tanzania mkoani Singida, na hapo naungana naye Jamaldin Abu akiangazia mradi wa kutibu maji taka katika mkoa wa Singida. Jamaldin, habari ya mchana na karibu sana katika Dira ya Mchana, utujuze yanayojiri hapo. Asante sana Violet Mbaruku. Habari ya mchana hapa mkoani Singida ni nzuri, na kama ambavyo umewafahamisha watazamaji hapo awali kwamba tupo katika kijiji cha Manga ambako kuna ujenzi wa mabwawa ya kutibu maji taka manispaa hii ya Singida. Ni mradi ambao uko katika kijiji cha Manga, kata ya Mtipa, manispaa ya Singida. Na hapa pembeni yangu nipo na mkurugenzi wa usambazaji maji na uhifadhi wa mazingira Lunango Mweru. Nitazungumza naye hapa kujua pengine mradi huu kwa sasa umefikia asilimia ngapi. Habari ya mchana. Nzuri kabisa ndugu mtangazaji. Pengine utuambie kwa ufupi mradi huu kwa sasa umefikia asilimia ngapi na ni manufaa gani ambayo yatapatikana kutokana na mradi huu? Asante. Mradi huu katika utekelezaji wake kwa sasa tumefikia asilimia 70. Kama ambavyo mnaona eneo hili tulipo tayari tumeshakamilisha ujenzi wa mabwawa matatu, lakini pia mabwawa mawili yako katika hatua za mwisho. Lakini pia mradi huu pamoja na kutibu yale maji taka tunapaswa pia kuyapima na kujua kiwango chake kama kizuri. Kwa hiyo pia na maabara nayo imeshafikia asilimia 95 katika ujenzi wake. Na pengine utakapokamilika mradi huu ni manufaa gani ambayo yatapatikana kutokana na mradi huu? Mradi huu utakapokamilika, kwanza tutaweza kuboresha usafi wa mazingira katika manispaa yetu ya Singida. Mamlaka ya maji tunazalisha maji safi. Yale maji yanapoenda kutumika kwa watumiaji maji yanakuwa na uchafu. Sasa mradi huu lengo lake ni tukisha yale maji yakisha chafuliwa, sisi tunatakiwa tuyachukue kule majumbani, tuyalete eneo hili, tuyatibu. Na tukisha yatibu sasa yataondoa yale madhara ya maji taka. Kwa sababu maji yale yakisha letwa hapa, hayo maji machafu yana mtiririko fulani ambao unapitia kule, mwisho yanatoka maji ambayo hayana madhara yoyote kwenye mazingira. Hiyo ni faida kubwa sana ya kwanza. Lakini faida nyingine ya pili, yale maji yakisha tibiwa na kwa kuwa yanakuwa hayana madhara katika mazingira yetu, yale maji yanaweza yakatumika kwa njia za kilimo. Lakini pia hapa maji yale yakisha toka huwa kuna mabaki yanayobaki, na tuna miundombinu hapa ya kukausha yale mabaki. Yale mabaki yakikaushwa huwa ni mbolea nzuri sana. Kwa hiyo huko watakapokuwa wanaendelea na shughuli za kilimo na bustani zao, wanaweza wakachukua hii mbolea pia, badala ya kununua mbolea huko madukani, wakatumia mbolea hii kwa ajili ya kustawisha mazao yao. Pengine sasa, kabla ya mradi huu, maji taka kwa manispaa ya Singida hivi sasa yalikuwa yanatibiwa wapi? Kwa kweli ndugu mtangazaji, kabla ya mradi huu tulikuwa tuna eneo ambalo limechimbwa sio rasmi kwa ajili ya kutibu maji taka. Kule eneo la Kindai lilikuwepo eneo hilo, lakini sasa lile eneo kwa sababu lilikuwa halijajengwa kitaalamu, yale maji yalikuwa kwa kweli yanachafua mazingira. Kwa hiyo mradi huu kwa kweli ni mkombozi sana katika swala la kuhakikisha mazingira yetu yanakuwa safi na salama. Asante sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Naam, ni mradi wa ujenzi wa mabwawa ya kutibu maji taka ambao upo katika kijiji hiki cha Manga. Mradi ambao una thamani ya shilingi bilioni 1 na milioni 700, ambao kama ambavyo umemsikia mkurugenzi wa usambazaji maji na uhifadhi wa mazingira, umefikia asilimia 70. Sisi hapa mkoani Singida hatuna la ziada siku ya leo. Nirudishe matangazo haya kwako Violet Mbaruku kuendelea na yaliyopangwa hapo studio. Mimi ni Jamaldin Abu kutoka mkoani Singida. Asante sana Jamaldin Abu kwa kuangazia hilo, ujenzi wa bwawa la kutibu maji taka mkoani Singida. Na kwa kuweka nukta hapo, tunaelekea katika ripoti nyingine.